mateso makali alipata pale msalabani. Yesu alikufa, wokovu kamili tumepata baada ya kuteswa kwake Bwana Yesu. Mateso makali alipata pale msalabani. Yesu alikufa. Bwana Yesu alisema, Baba uwasamehe, kwani hawalijui lile wanalolitenda. Huruma ya ajabu Baba alitupenda, alisulubishwa kwa ajili ya makosa yetu. Bwana Yesu alisema, Baba uwasamehe, kwani hawalijui lile wanalolitenda. Huruma ya ajabu Baba alitupenda, alisulubishwa kwa ajili ya makosa yetu. Shetani zimeshindwa, Yesu wetu bado yuko hai, atarudi tena kutukua wateule wake kwake Mungu. Nguvu za shetani zimeshindwa, Yesu wetu bado yuko hai, atarudi tena kutukua wateule wake kwake Mungu. Bwana Yesu alisema, Baba uwasamehe, kwani hawalijui lile wanalolitenda. Huruma ya ajabu Baba alitupenda, alisulubishwa kwa ajili ya makosa yetu. Bwana Yesu alisema, Baba uwasamehe, kwani hawalijui lile wanalolitenda. Huruma ya ajabu Bwana alitupenda, alisulubishwa kwa ajili ya makosa yetu. Bwana Yesu ameshinda kwake Baba Mungu tu mbinguni, atarudi tena kutukua wateule wake tu mbinguni. Sasa Bwana Yesu ameshinda kwake Baba Mungu tu mbinguni, atarudi tena kutukua wateule wake tu mbinguni. Bwana Yesu alisema, Baba uwasamehe, kwani hawalijui lile wanalolitenda. Huruma ya ajabu Baba alitupenda, alisulubishwa kwa ajili ya makosa yetu. Bwana Yesu alisema, Baba uwasamehe, kwani hawalijui lile wanalolitenda. Huruma ya ajabu Baba alitupenda, alisulubishwa kwa ajili ya makosa yetu. Bwana Yesu alisema, Baba uwasamehe, kwani hawalijui lile wanalolitenda.
kwa ajili ya makosa yetu. Wanarika karibuni. Atawale tumwatia Yesu, atawale tumwatia Yesu, atawale tumwatia Yesu, atawale tumwatia Yesu, atawale. Maisha yako ndugu umemwachia nani? Mwachie Baba, atawale tumwatia Yesu, atawale tumwatia Yesu, atawale tumwatia Yesu, atawale. Maisha yako dada umemwachia nani? Mwachie Yesu, atawale tumwatia Yesu, atawale. Mwamini Yesu, inanipa nguvu kusubiria alfajiri. Kifo hakina nguvu tena kwa yule anayemwamini Yesu. Jambo hili linanipa nguvu kusubiria alfajiri. Shangwe na vigelegele vimesikika katika mji wa Bethania. Vimesikika katika mji wa Bethania. Kifo hakina nguvu tena kwa yule anayemwamini Yesu. Jambo hili linanipa nguvu kusubiria alfajiri. Kifo hakina nguvu tena kwa yule anayemwamini Yesu. Jambo hili linanipa nguvu kusubiria alfajiri. Yawezekana kwa Yesu, yote yawezekana. Yawezekana kwa Yesu, yote yawezekana. Tumkaribishe nyumbani. Mariamu alimkaribisha nyumbani. Tumkaribishe nyumbani, atutatulie shida zetu nyumbani. Tumkaribishe nyumbani. Zakayo alimkaribisha nyumbani. Tumkaribishe nyumbani. Mariamu alimkaribisha nyumbani. Tumkaribishe nyumbani,
zetu nyumbani. Tumkaribishe nyumbani, Zakayo alimkaribisha nyumbani. Kumwona Yesu machozi yalimtiririka. Bwana Lazaro amekufa, yapita siku 4 kaburini. Ulikuwa wapi Bwana wangu? Rafiki yako Lazaro hayupo. Bwana Lazaro amekufa, yapita siku 4 kaburini. Ulikuwa wapi Bwana wangu? Rafiki yako Lazaro hayupo. Kumwona Yesu machozi yalimtiririka. Mariamu dadake Lazaro, kumwona Yesu machozi yalimtiririka. Bwana Lazaro amekufa, yapita siku 4 kaburini. Ulikuwa wapi Bwana wangu? Rafiki yako Lazaro hayupo. Bwana Lazaro amekufa, yapita siku 4 kaburini. Ulikuwa wapi Bwana wangu? Rafiki yako Lazaro hayupo. Umelala Lazaro hajafa, Yesu akawapa tumaini. Umelala Lazaro hajafa, Yesu akawapa tumaini. Yaweza, yawezekana kwa Yesu, yote yawezekana. Kwa Yesu yote yawezekana. Tumkaribishe nyumbani, Mariamu alimkaribisha nyumbani. Tumkaribishe nyumbani, na tutatulie shida zetu nyumbani. Tumkaribishe nyumbani, Zakayo alimkaribisha nyumbani. Tumkaribishe nyumbani, Mariamu alimkaribisha nyumbani. Tumkaribishe nyumbani, hatutatulie shida zetu nyumbani. Tumkaribishe nyumbani, Zakayo alimkaribisha nyumbani. Katika mji wa Bethania, shangwe na vigelegele vimesikika katika mji wa Bethania. Akina nguvu hutenda kwa yule anayemwamini Yesu. Inanipa nguvu kusubiria alfajiri. Akina nguvu hutenda kwa yule anayemwamini Yesu. Inanipa nguvu kusubiria alfajiri. Shangwe na vigelegele vimesikika katika mji wa Bethania. Shangwe na vigelegele vimesikika katika mji wa Bethania. Akina nguvu hutenda kwa yule anayemwamini Yesu. Inanipa
Mariamu walimkaribisha nyumbani. Tumkaribishe nyumbani, atutatulie shida zetu nyumbani. Tumkaribishe nyumbani, Zakayo walimkaribisha nyumbani. Tumkaribishe nyumbani, Mariamu walimkaribisha nyumbani. Tumkaribishe nyumbani, atutatulie shida zetu nyumbani. Tumkaribishe nyumbani, Zakayo walimkaribisha nyumbani. Jiwekeni tayari, Bwana yuaja, Bwana yuaja, Bwana yuaja tena. Jiwekeni tayari, Bwana yuaja, Bwana yuaja kutuchukua. Jiwekeni Bwana, Bwana yuaja, Bwana yuaja tena. Bwana yuaja kutuchukua. Jiwekeni tayari, Bwana yuaja, Bwana yuaja, Bwana yuaja tena. Jiwekeni tayari, Bwana yuaja, Bwana yuaja kutuchukua. Jiwekeni tayari, Bwana yuaja, Bwana, Bwana yuaja tena. Jiwekeni tayari, Bwana yuaja, Bwana yuaja kutuchukua. Yesu Paulo alichapa,
Tuendelee ku appreciate watu leo wako baridi ama ni baridi ya mvua? Tuko baridi ya mvua ama baridi ya isiwe ati baridi ya roho pia ya neno la Mungu, acha ikue ya weather ya nje. So ni wakati wa kusikiliza neno na tutaimba wote tenzi 38 tukikaribisha mnenaji ama mhubiri siku ya leo. So kwa wale wenye hawakuimba tunaweza imba wote. So tusimame tuoni petu alafu tuimbe tenzi 38 wote tukikaribisha mhubiri. The project here. Tutaimba tuende kwa Yesu. Tuende pamoja tu sing. Tuende kwa Yesu. Abraham
wanana amilele uka wangoje ileo sikiza sana sema huruma zake zikuita ewe kijana njoo abra tayora yoyo ikitakataza makomo si uwanana amilele uka Brazudai Bwana amefufuka, haleluya, tuimbe na malaika, sifa zetu shangwe, na zao zisitekwe, ukombozi timamu, mshindi asifiwe, yuai kwa milele, haleluya, amen, amen, haleluya. Asante sana kanisa. Ninaomba kushirikiana na programa kuomba Wakristo. Tunajua Wakristo wengi wameokopa mvua na wako nyumbani. Sasa sioni sababu ya viti ya mbele kukaa bure bila Wakristo wale wako. Tunaona mnakaa mbali sana. Ninaomba tu imbe uwe wimbo, tukikuja tu hapa karibu, tukikaribia sisi sote Wakristo. Ninaomba tu kwa heshima, naomba kwa heshima sisi sote tujaze viti ya mbele. Tafadhali tufanye hivyo. Ninaomba tu, tunaomba wale Wakristo wanakaa huko, tafadhali. Vijana wale mko huko, kujeni hapa mbele. Na watoto wale wako ndani, tafadhali walimu wako kwa madarasa. Bwana amefufuka. Tulimwambia sisi sote tuimbe hiyo wimbo. Tuimbe na malaika. Haleluya. Sifa zetu na shangwe. Haleluya. Bwana wote vitekwe. Haleluya. Ukombozi timamu. Haleluya. Umetimu Bwana. Haleluya. Mshindi asifiwe. Haleluya. Yuai kwa milele. Haleluya. Jiwe lino muri. Haleluya. Iwa mina kaburi. Haleluya. Ipo hakimu wengi. Haleluya. Ametoka peponi. Haleluya. Yuai mtukufu. Haleluya. Takipo atua. Haleluya. Alitufia sisi. Haleluya. Tuwe mauru nasi. Haleluya. Kichwa cha tangulia. Haleluya. Upae nasi pia. Haleluya. Kwa kuwa tuna Mungu. Haleluya.
ndiwe Mwokozi wetu. Haleluya. Sifa ni yako Yesu. Haleluya. Utukuzwe pekeo. Haleluya. Ni wewe utukuzwe. Haleluya. Basi tukisimama hivyo, taonyesha mchungaji Jerome aweze kuomba. Amina. Tuombe kwa sababu ya neno. Baba wetu, mfalme amani, Mungu uliye juu mbinguni, tunakushukuru hata wakati huu ambao ni usiku wewe ulifufuka, tunapoendelea kusherehekea kufufuka kwako, hata na wakati huu ambao tunaenda kusikia neno. Naomba neno lako lipate nafasi katika maisha yetu na katika mioyo yetu tunapoendelea kutafakari kufufuka kwako. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Bwana asifiwe. Habari ya Pasaka. Asanteni sana. Bwana awabariki. Ningependa kwanza niwaletee salamu kutoka Lokchokyo. Sisi karibu nusu ya waamini wetu. Na nafikiri hata hatujui pengine wengine wanalala Kakuma, wengine Lokchokyo. Na sisi pia tunaingia jana hapa usiku. Nataka kusema ya kwamba tunashukuru Mungu alituongoza kuanzia siku ya Friday mpaka jana, na hiyo sherehe ya kusidikisha dada yetu ilikuwa mzuri na Mungu anatubariki pamoja. So napenda kuwashukuru members wetu wa Kristo, waamini wa AIC Milimani. Karibu wale watu walikuwa huko nusu ya kanisa la Milimani. Kwa hivyo tunasema Bwana awabariki sana. Watu wa Lokchokyo wanituma salamu. Umepokea? Asante. Nataka tu nitumie dakika yangu. Tunajua tutalaumu mtu yeyote kwa sababu ni baraka ya Mungu. Nataka nitumie dakika yangu 5 nipatie mama waweze mama bwa. Huyu mama amekuwa mgonjwa kwa muda, so anataka nakupatia tu mama dakika 2 ya kushukuru Mungu kwa yale ambayo Mungu anitenda kwako. Mungu kwa uponyaji ambaye ameniponya. Mguu yangu ilifura peke yake. Kuna kitu ambaye imegonga ama ilianguka, ilifura tu peke yake. Sijaenda kwa hospitali, sijaenda mahali yote, lakini huyu Mungu ni maajabu sana. Nilitumia maji moto kuchoma na kitambaa, lakini Mungu aliweza kuingia kwa hiyo maji. Nashukuru yeye kabisa. Na ya pili, nashukuru kijana yetu chairman ya kwaya yetu ambaye alinitembelea kuleta maombi, na pastor wetu Mary Dominic na wamama 5 walileta maombi. Nashukuru wao. Imisa wamama wenzangu, vijana na wazee, simameni kwa wokovu. Simameni kwa wokovu. Chochote ambaye inatokea katika maisha yenu, mkumbuke Mungu. Msiende mahali ingine. Msiende mahali ingine. Kumbuka tu Mungu peke yake. Na kweli mimi nashukuru Mungu.
Mnashukuru Mungu sana kwa sababu wokovu ambaye ninayo, nashukuru yeye alinisikia na kujibu. Ni hayo yote. Asante sana Mrs. Tioko. Tumekuwa na changamoto mwaka huu. Tumekuwa na changamoto kubwa, changamoto ya ugonjwa, ya watu wengi ambao tunapoteza. So na mimi ninashukuru sana kanisa kwa yale tunafanya. Tunashukuru sana kanisa. Nataka pia kuwashukuru mchungaji Jerome. Mnajua sisi tunaendelea na mafundisho ya kitabu cha Nehemia. Na kulingana na mpango yetu kulingana na mpango yetu chapter 11 ilikuwa iongewe leo, ambaye nafikiri hatuko kumbuka ya kwamba ni wakati wa Pasaka. Lakini baadaye tunashukuru mchungaji ambaye angeongea leo. Tulishirikiana ya kwamba leo tutazungumza mambo ya kufufuka kwa Yesu. Nataka niseme ushuhuda katika kanisa la kwanza, na kuna maneno ambayo nitasoma baada ya kufufuka na kufaa kwake Bwana Yesu mbinguni. Wanafunzi wake wanitoa ushuhuda kwa ujasiri kuwa ndiye Bwana na Masihi. Walisitiza mambo ya maisha yake, kifo chake, na zaidi ya yote ufufuo wake, kwa sababu huo walikuwa mashahidi walioona mambo hayo hao wenyewe. Hiyo ndio ushuhuda ambaye ilikuwa wakati wa kanisa la kwanza kuhusu maneno ya kifo ya Bwana wetu Yesu Kristo. Tunaambiwa ya kwamba katika hii kanisa la kwanza walishuhudia ya kwamba Bwana Yesu. Kuna watu wengi ambaye leo tutaangalia. Kuna watu wengi wanashuhudia mambo mengi kuhusu maneno ya kufufuka kwa Yesu. Kuna watu wengi tunaambia ya kwamba hata John Mbatizaji walikuwa shahidi. John Mbatizaji alikuwa shahidi kuzungumza habari ya kufufuka kwa Yesu. Na tunaambia ya kwamba John Mbatizaji alikuwa shahidi wa Yesu Kristo, akiongoza watu kwa Mwokozi aliyotoka kwa Mungu. Ile sehemu tunisoma katika kitabu cha Luka inatueleza maneno ya Bwana ya kufufuka kwa Yesu, mambo ya kifo ya Yesu na maneno mengi. Na watu wengi pia hawakuamini, na moja ya watu, kwa sababu tunaona mada ambayo tunisoma, tutaona mambo ambayo initendeka wakati Yesu anipata baadhi ya wanafunzi wake akizungumza juu yake. Na Yesu akaingia katikati yao, au akiendelea na mastori yao, akaingia katikati yao, na Yesu anaonyesha hao, yenites akurani yenites, mnaongea juu ya nini? Wakanyamaza kimya, wakastuka, wakanyamaza kimya. Alafu baadaye hawa wenyewe wakasema, kwani wewe unatoka wapi? Wewe hujui mambo ambayo imetendeka? Hawa anazungumza mambo ya Yesu, na huyu ambaye ameingia katikati yao ni Yesu. Na sasa hawa anaonyesha Yesu, kwa sababu hawa hako na macho tofauti na macho ya mbinguni. Hakujua ya kwamba ni Yesu.
Akasema wewe Yesu, wewe unaongea juu ya nini? Hakusema wewe Yesu, wanasema wewe unitoka wapi? Wewe ni mgeni ya wapi? Wewe hujui mambo ambayo yanatokea. Yesu akaambia hawa, ni maneno gani ambaye imetokea? Mambo gani ambayo imetokea? Kwa hivyo tunaambia ya kwamba Yohana alikuwa mshahidi ya ukweli. Kusoma kitabu cha Yohana 1:7 utaona ya kwamba Yohana alikuwa mshahidi. Huyu Yohana ndiye alikuwa anaongea mambo ya Yesu kwa ujasiri, kwa nguvu. Na si hata Yohana peke yake, hata wanabii wa Agano la Kale walizungumza habari ya kifo ya Yesu. Na nzungumza ya kwamba ndio sababu pia wakati Yesu alizaliwa, hiyo mambo ya kuzaliwa kwake iliwastua viongozi. Ndio unaona wengine wakufurahi wakati Yesu alizaliwa. Herode hakuwa na furaha wakati alisikia ya kwamba kuna mfalme ambaye anazaliwa. Kuna mfalme ambaye anazaliwa. Yeye hakuwa na furaha kwa sababu anaamini ya kwamba yeye peke yake ndiyo mfalme. Yeye peke yake ndiyo mfalme. Sinajua mtu akikuja kusema ya kwamba wewe sasa kuna mkubwa fulani ambaye ni zaidi yako ambaye anakuja kuchukua nafasi yako, hakuna mtu atakuwa tayari kukubali haya maneno. Lakini tunaambia kwamba Yohana alikuwa mshahidi ya ukweli. Yohana alikuwa mshahidi ya ukweli kwa nini? Kwa sababu ya yale mambo ambaye yeye alitabiri kuhusu mambo ya Yesu. Hiyo ndio inaonyesha yale maneno ambayo Yohana anazungumza. Haya maneno naomba mtu anisomee kitabu cha Yohana 1:7. Mtu anisomee Yohana 1:7. John, tafadhali John unisomee Yohana 1:7. Alafu utaruka 15. Yohana 1:7 nasema, huyo alikuja kwa ushuhuda ili aushuhudie ile nuru, wote wapate kuamini kwa yeye. Watu ni nani huyu? Sasa Yohana 1:7 ni nani anazungumza? Huyu ni nani? John, rudia hiyo mstari. Huyu ni nani ambaye wamekuja? Huyo alikuja kwa ushuhuda ili aishuhudie ile nuru, wote wapate kuamini kwa yeye. Huyu ni nani? Kanisa, huyu ni nani huyu? Unajua kuna watu wawili hapo. Kuna watu wawili hapo. Sasa ndio tunaingia ile uchunguzi ya Biblia. Kuna watu wawili hapo. Maneno yao inaweza kuwa sawa. Sasa hapo hiyo mstari Yohana 1:7 ni nani huyu ambaye anaongewa juu yake hapo katika hiyo mstari? Hebu soma mstari wa unasema mstari wa 6. Inasema nini? Walikuwa mtu ametumwa kutoka kwa Mungu, jina lake Yohana. Na sasa mstari wa 6. Soma ya 7. Huyo alikuja kwa ushuhuda ili aushuhudie ile nuru, wote wapate kuamini kwa yeye. Combine hizo mstari mbili. Ni nani huyu ambaye anazungumza? Ni nani anazungumza kwa mstari wa 6? Ni nani anazungumza kwa mstari wa 7? Kanisa,
Si mstari wa 6 anaeneza nini? Mstari wa 6 hapa tunazungumza habari ya Yohana ambaye ni mshahidi ya ukweli. Tunazungumza habari ya Yohana ambaye ni mshahidi ya ukweli. Yohana ni mshahidi ya ukweli kwa sababu gani? Yohana ni mshahidi ya ukweli kwa sababu anazungumza habari ya kukuja kwa Yesu. Bwana asifiwe. Na ndio sababu ukisoma hiyo Yohana, ukisoma Yohana mstari wa 6 na ya 7. Hebu soma mstari wa 15. Yohana 1 mstari wa 15. Yohana 1:15. Yohana alimshuhudia, akapaza sauti yake akasema, huyu ndiye niliyenena habari zake ya kwamba ajaye nyuma yangu amekuwa mbele yangu, kwa maana alikuwa kabla yangu. So tayari hiyo swali imejibiwa ya mstari wa 7. Sasa kanisa tukubaliane, mstari wa 6, mstari wa 7, mstari wa 15 inazungumza ni nani anazungumza? Ni Yohana. Na Yohana anazungumza habari ya nani? Habari ya Yesu. Na ndio sababu tunaambia ya kwamba Yohana alikuwa mshahidi ya ukweli ambaye anazungumza habari ya Yesu. Jambo nyingine ya pili ni kwamba matendo ambayo Yesu anitenda pia ilikuwa ni ushuhuda. Matendo ambayo Yesu anitenda kabla hajakufa, haya mambo pia ilikuwa ni ushuhuda. Bwana asifiwe kanisa. Ilikuwa ni ushuhuda. So hii maneno ilikuwa ni ushuhuda kwa sababu yeye anionyesha wazi ya kwamba alikuwa Masihi aliyetoka kwa Mungu. Sasa hapo tunaona maneno ambayo Yesu pia aliongea ni ushuhuda ya kwamba yeye alikuwa Masihi ambaye ametoka kwa nani? Ametoka kwa Mungu. Ni nini kanisa tunazungumza siku ya leo? Maneno machache ambayo ni mzuri tuendewe baada ya Yesu kufufuka. Ni maneno machache tu, maneno kama mawili ambayo ni muhimu sisi kujua ya kwamba tunazungumza habari ya wokovu. Jambo la kwanza, tunazungumza habari ya wokovu ya Mungu kwa wanadamu. Tunazungumza habari ya wokovu wa Mungu kwa wanadamu. Mungu anikamilisha, tunaona ya kwamba Mungu anikamilisha kifo na kufufuka kwake Yesu. Ni Mungu mwenyewe anikamilisha mambo ya wokovu, kwa sababu kwa haya maneno yote, hata ukifanya uchunguzi gani, siku moja mimi nilionyeshwa kuhubiri kanisa moja Nairobi, naitwa AIC Yeriko. AIC Yeriko ni moja ya makanisa kubwa Nairobi. Sasa ilikuwa ni wakati wa Pasaka. Na wakati hiyo mimi nilikuwa mwanafunzi ya shule ya Biblia. So rafiki yangu naitwa Dr. Wanyango, saa hii ako Amerika. Akaonyesha, Nakaini, wewe una uwezo ya kuhubiri kwa kanisa la AIC Yeriko. Nikamwambia kwa nini? Akasema, unajua kanisa hiyo ya Yeriko ni kanisa kubwa, na hiyo kanisa ndio iko na maprofesa na madaktari. Africa Inland Church wanakuja kwa hiyo kanisa. Ati hiyo kanisa ya Yeriko, wakati wewe unasimama tu hivi, ati watu wamejua ya kwamba huyu anaweza kuhubiri ama huyu hawezi kuhubiri. Hivyo ndio aliniambia. So mimi nikamwambia, na najua mimi nilikuwa na ile ujuzi ya homiletic. Najua hizi makanisa ya Nairobi haifundishwi kama hizi makanisa yetu. Hizo makanisa ya Nairobi inafundishwa kulingana na standard ya watu. So
hata kama wewe uliokoka jana, utakuja kuingia kwa hiyo mafundisho, na hiyo mafundisho iko hapa. So mimi nilisema mimi nitahubiri. Na mimi nikaenda Nairobi case week. Si mnajua nini moja ya bookshop moja Nairobi inaitwa Case Week. Ako karibu na Catholic hapo. Nikaenda hapo. Nikakaa hapo the whole day. Nilikuwa nataka kuchunguza. Najua kuna shida ya kusoma Biblia. Nilikuwa nataka kujua ukweli kwa sababu ni wakati wa Pasaka. Nilitaka kujua ni nini ilisababisha Yesu kukufa. Hiyo ndio sababu nilikaa kwa the whole day. Hata sikusikia njaa. Lakini kanisa, nini nataka kusema? Nilikaa siku moja kwa workshop. Na mambo ambayo tulikuwa tunakutana kuhusu habari ya Yesu ni kwamba Yesu Kristo alikufa ili aweze kuokoa wanadamu. Hiyo tu. Nikiangalia kitabu fulani madaktari wameandika, hakuna kitu kingine, ingawa wanapambanua kidogo, lakini neno kubwa kwa hiyo mambo yote ni kwamba Yesu Kristo alikufa ili afanye nini? Ili aweze kutuokoa sisi. Bwana asifiwe. Na leo mimi nataka kumwambia kanisa la IC Milimani ya kwamba leo Yesu Kristo hata baada ya kukufa yeye alifufuka ili kuhakikisha ya kwamba sisi zote wale tumemjua Yesu, wale hawajamjua Yesu, ya kwamba wataokolewa ili wawe na uzima wa milele. Hiyo ndio kitu kubwa kwa habari ya kufufuka kwa Yesu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ndio sababu tunaona hapa ya kwamba wokovu wa Mungu kwa wanadamu ilikamilika kwa kifo na kufufuka kwa Yesu. Full stop. Hakuna mambo mengine. Wokovu wa Mungu kwa wanadamu ilikamilika kwa kifo na kufufuka kwa Yesu Kristo. Hiyo tu. Alafu jambo la pili, kufufuka kwa Kristo ndiyo msingi wa Kikristo. Kufufuka kwa Kristo Yesu ndiyo msingi kubwa ya kufufuka kwa Yesu. Nataka tusome kitabu cha Yohana 20 mstari wa 24 na 25. Tuone maneno ambayo Yesu amesema hapo. Yohana 20:24 hadi 25. Nasema, walakini mmoja wa wale wa thenashara, Tomaso aitwaye Pacha, hakuwako pamoja nao alipokuja Yesu. 25. Basi wanafunzi wengine wakamwambia, tumemwona Bwana. Akawaambia, mimi nisipoziona mikono mwake kovu za misumari, na kutia kidole changu katika mahali pa misumari, na kutia mkono wangu katika ubavu wake, mimi sisadiki hata kidogo. Na sitaamini. 26. Basi baada ya siku 8 wanafunzi wake walikuwamo ndani tena, na Tomaso pamoja nao. Kaja Yesu na milango imefungwa, akasimama katikati, akasema, amani iwe kwenu. Katika hizi mistari ambayo tunasoma, tunataka kusoma tujifunze ile imani ya kutokuamini kwa wanadamu ya kwamba Yesu Kristo alikufa na akafufuka na hako hai, na kazi yake kubwa ni kutusamea dhambi zetu. Sababu ya msamaha ya Mungu, kwa sababu ya msamaha, tunapozungumza mambo ya msamaha, mtu amemkosea mtu mwingine, sio mbaya mtu kumkosea mtu mwingine kwa sababu ni mwanadamu.
Lakini huyu mwanadamu ambaye amemkosea mtu mwingine, je, huyu mwanadamu ako tayari kumsamea huyu mwanadamu mwingine? Unajua jambo muhimu sana ni mambo ya msamaha, sio maneno ya kutenda dhambi. Kama Mungu angeweka mambo ya msamaha, sisi sijui tungekuwa wapi. Kwa sababu yale maneno watu wanatutendea, yale mambo ambayo wewe unatendewa, yale mambo ambayo wewe unatendea watu wengine, ingekuwaje? Kwa sababu wengi wetu hapa tumewatendea watu wengine mbaya, lakini kwa sababu ya msamaha sisi tunaendelea kuishi ndani ya Yesu. So kwa sababu ya hiyo ndio sababu Yesu anikuja hapa duniani. Alafu jambo la tatu, Yesu akasema, Yesu anionyesha hai, Yesu wanionekana hai baada ya kufufuka kwake, na watu wengi na hata vikundi vya watu waliona, hata vikundi ya watu waliona ya kwamba kweni Yesu, kwa sababu hata wale wanafunzi ilikuwa ni vikundi na vikundi ya watu, na hata wale wa mama. Unajua jana tulikuwa tunacheka jana na watu, na mimi nataka kuwashukuru, na kama hata ningepewa nafasi pengine ningeenda kuonisha Mungu akuju kotokolo hiyo ngabera nyeme na yana ber nyeme na yana ber. Halafu pia ukiangalia hiyo bila Biblia inaongea juu ya wanawake. Biblia ndio hiyo, Biblia ndio inaongea juu ya wanawake, juu ya mavazi meupe. Hiyo mavazi meupe, mambo ya bibi harusi. Hii ni maneno ambayo Yesu anazungumza juu ya wanawake. Na jana tukiwa katika ile sherehe ya jana ya dada yetu Dina, ile kitu ilichangaza watu ni kwamba vikundi ya wamama zaidi sijui ya 7 wote wanaleta kitambaa kuweka kufunika mwenzao. Na mimi nikaonyesha Bishop Titus hiyo anubongile mamkodo ikidolo ngido ko ucha nyoko ngope yakatari bongido ko ucha da kurukutike ngidolo kwa kisado wai kuwa kisa kitambaa. Na mambo jana ilifanyika huko, kama Mungu angekuja jana 100% ilikuwa ni wanawake ndio walikuwa wanafanya. Unaona? So hata wale wanaenda mara ya kwanza kwa kaburi ya Yesu ilikuwa ni kina nani? Ni wanawake. Ndio wanaleta habari, ndio wanaleta ripoti ya kwamba tumeenda huko, tumeona ya kwamba hata ile mawe imeondolewa, na kuna mtu amejitokeza malaika, na tumeambia ya kwamba amefufuka hako hai. Hata hiyo mambo hai ndio wanawake wanajua kwanza kabla ya wanafunzi wa Yesu kujua. So wamama mtusaidie, wakati mtaenda huko, hata sisi tulikuwa pamoja. Tulikuwa pamoja. Mjue sisi bila tulikuwa pamoja na nyinyi hapa duniani. Basi mkienda huko, mjue bila mtatutetea huko. Kama kuna uwezo wa kututetea sisi. Jambo lingine ni kwamba ukweli wa kaburi kuwa wazi ilikuwa ni ushuhuda. Ya kaburi kuwa wazi ilikuwa ni ushuhuda. Mtu ameuawa, ameteswa, amefikwa, mawe kubwa imesukuma, imewekwa juu ya kaburi, na sasa watu wamekuja baada ya siku 3. Mnajua kanisa siku 3 maana yake nini? Mnajua kanisa maana ya Yesu kukaa kwa kaburi siku 3 ilikuwa anataka kuonyesha uwezo wa Mungu, kwa sababu utatu wa Mungu. Ndio sababu Yesu alikaa kwa kaburi siku 3. Kwa Wayahudi walikuwa wanaamini ya kwamba mtu anaweza kufufuka siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya 3 hawezi kufanya nini? Kufufuka, atakuwa amekufa. So ndio sababu Yesu alikaa kwa kaburi hiyo 3. Walikuwa wanataka kujua kama atafufuka, basi tutajua kwamba huyu ni tofauti. Sasa ikawa hivyo. So kwa hiyo siku 3 ambao walikuwa wanaamini kwamba mtu hawezi kufufuka, Yesu akafanya nini? Akafufuka. Kwa hiyo ilikuwa ni ushuhuda. Ilikuwa ni ushuhuda. Wanawake kwenda kwa kaburi baada ya siku 3 akampata Yesu amefufuka. Ilikuwa ni ushuhuda. Kwa sababu ya ushuhuda ni enea, ile ushuhuda ni tangazo, matangazo ambayo ni enea.
ni matangazo ya kwamba mawe amefufuka, hata ile mawe haiko. Na kaambiwa na malaika ya kwamba ako hai. Bwana asifiwe. So huyu ambaye tunaongea juu yake ni mtu ambaye ako hai. Kwa hivyo tujue ya kwamba ukweli ya kaburi kuwa wasi ilikuwa ni ushuhuda. Ilikuwa ni ushuhuda. Jambo la mwisho, kulikuwa pia na mabadiliko ya kuchangaza katika tabia ya mwenendo ya wanafunzi wa Yesu. Ilikuwa na mabadiliko katika tabia hiyo ya wanafunzi wa Yesu. Kutoka katika uoga, yani watu walikuwa na uoga. Unajua kanisa, ukisikia kwamba na Kaini amekufa, wacha nitumia na Kaini, sababu nitumia mtu hapa watu atajanga. Na Kaini amekufa. Alafu baada ya siku 3 watu huko town wanasema kwamba tumekutana na Kaini anatembea na wazee na muru. Na watu huko anamwomboleza huko, mama anacheka mama mwingine huko. Watu watachangaa na watasema hiyo ni mtu ana yenyewe hiyo. Hata wanaka tukwani wake na mochari. Toyamu hiyo na boyo kwani hata wewe utasema huyu ni chitara, utakimbia. Utasema hapo tumepanga maji kana nalo. Nimali kana nalo ndio ndio. So ile mambo ya dada yako ambaye alikufa na umekuta tena hapo kwa nyumba, sasa hautaendelea, utakimbia kwamba hapo tumepanga mtandao huyu. Rabi maana sasa ndio sababu ndio wako kwa wanafunzi wa Yesu. Ya kwamba sasa hebu tusome maneno kingine hapa tukimaanisha. Uko tayari? Soma maana tusoma kama Luka 24 mstari wa 23. Luka 24:23. Nasema wasione mwili wake. Wakaja wakasema ya kwamba wametokewa na malaika waliosema kwamba yu hai. Hiyo hawa ni nani? Ni wale wanawake. Aendelea 24. Na wengine waliokuwa pamoja nasi walikwenda kaburini, wakaona vivyo hivyo kama wale wanawake walivyosema, ila yeye hakumwona. 25. Akawaambia, enyi msiofahamu, wenye mioyo mizito ya kuamini yote walioyasema manabii. Sasa hapo wanajaribu kurifa ile maneno ya wanabii. Wanajaribu kuonyesha ya kwamba nyinyi sasa hii mambo inachangaza nyinyi. Na ile maneno ya wanabii amfahamu haya maneno. Ile maneno yake naiona nyinyi mnakaa na gani? Mbona haya maneno unaambiwa? Na hamwezi kufahamu. Unajua siku ya Jumatano ya Jumatatu kama ningetangaza kwa radio ya kwamba mvua itanyesha. Mvua ukiitanyesha nitangaza kwa radio. Hakuna watu wataamini. Lakini mvua imenyesha wiki. Leo sio wiki ama hii ni kanisa si Jumatatu. Si mvua imenyesha. Lakini hatuwezi kuamini kwa sababu sisi wanadamu tumeumbwa na ile roho ya mapya. Yaani vyanguna. Si mtu bana basi. Yaani vyanguna. Yata vyanguna tenya raka yaani vyanguna. Kwa sababu gani? Kwa sababu yeye amini anaona tu na Kaini. Sasa mimi nitaamini maneno na Kaini na mimi najua mahali amekaliwa, najua watu wake, najua tabia yao. Sasa uweze amini kwa sababu wewe unaangalia tabia yangu na tabia ya watu wangu. Uweze kuangalia ile mambo Mungu ameweka kwa huyu mtu. Uangalia. Kwa sababu watu waamini maneno. Anaambia watu na nini? Kwa sababu watu wengi watukana wamemanishwa na maadui. Hata mtu mmoja akija kusema ya kwamba hata jana imepatikana hapo. Wengine wanasema ya kwamba alafu mchoe watu wanakuja kupigwa kwa sababu ya mambo ya kukataa. Hata hii maneno inaendelea kwa sababu hata wakati wa Yesu haya mambo yalifanyika. Watu walikataa mlango ya 26. Je, haikumpasa Kristo kupata mateso haya na kuingia katika utukufu wake? 27. Akaanza kutoka Musa na manabii wote, akawaeleza katika maandiko yote mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe. Hii maneno ambayo Yesu alizungumza. Kanisa. Ile mambo ambayo Yohana alisema ni maneno makubwa na ni maneno muhimu. Ni maneno muhimu na ni maneno makubwa katika maisha yetu. Kuna maneno muhimu na kuna maneno makubwa ambayo lazima tuelewe. Ya kwamba Yesu Kristo sababu yake ya kukuja hapa duniani na kuteswa na kukufa, ili mimi na wewe tuweze kupata uzima wa milele. Kristo hakuna mambo mengine. Na uzima wa milele inapatikana tu wakati wewe mwenyewe unajua yale mambo ambayo wewe unafanya. Unajua watu wengine wanafikiri Biblia haya maneno kama Biblia ndio inaongea uongo basi. Wacha iwe uongo. Biblia inasema Mkristo akiokoka amwamini Yesu Kristo au mkosi maisha yake. Hata akienda angia katika mtungi ya mateso, angia katika mateso ya pombe, mateso yote.
Naambia kwamba ile wokovu peke yake yatasimama na mbele ya Mungu. Wokovu tu peke yake. Ile maneno mengine ya kupakia kanisa, ile mambo mengine toa fungu la 10, ile maneno mengine ya kusaidia, ile maneno itakuwa imetoweka. Lakini atasimama. Wokovu wako inaweza kusaidia wewe kusimama tu mbele tu ya Mungu. Hata katika ofisi ya kapana, ile mtu alipo sio nyari permanent. They have to yes ngare ni mapsoni hata mtu yanapita na pete. Bila mtu permanent mtu alipo sio. Lakini mtu mmoja ndio kato. Watu wanapata kana kati yetu, mtu alipo sio ndio mapsoni. Yetu ndio kazi. Lakini mtu alipo sio. Watu ambao wanakaa tu hakuna mtu anatambua. Hadi mboni kuna watu aina hiyo. Basi. Ni jambo lipi? Wanda nani wenyewe wale wamepokea Yesu Kristo kama mwokozi ya maisha yao na akasimama imara wakasimama imara. Jana mimi nitangaza sana kanisa. Msichana ambaye anatoka Kisafu akaingia shule akakaa kwa kanisa miaka hata anaongea miaka 60 na ngapi. Mpaka juzi. Bwana anamuita akiwa ndani ya kanisa. Kuna haja ya kusimama ndani ya kanisa. Yeye kama tu kwa watu hapa katikati yetu. Nilisoma kitabu kingine, nikasoma maneno ya Mesitikho. Nikasoma mambo by the way, Renata jana tuwasamia. Nikasoma mambo ya Renata. Ile katika miaka nyingi sana. Na watu bado hadi mama nani? Baada anasimama hapa tu anaichuna upanda hapa. Ukuja anangana kwa nini? Kwani ananifwa? Yeye anangana kwa sababu kwa roho yake, kwa imani yake. Anajua kwamba ni kumtumikia Mungu, uimbaje na kitu inakaribia. So kabisa. Haya ile maneno tulikuwa nayo kwamba Yesu alikuwa akafufuka, leo uko hai. Bwana asifiwe. Ona? Kama mlikuwa makini kwa ile wimbo ambayo ulichoimba. Ile wimbo inafanya watu kulia. Ile wimbo ile kuja ni imba. Na leo hii mnaenda kwa mbinguni amani. Kwa sababu hata hivi ile wameimba kama ameambiwa waimbe. Kwani Yesu alikufa, akafufuka, wale wa mama walitoa habari ya kwamba hapo hai. Na hata sisi leo kwa kanisa siku ya leo tunasema Yesu alifufuka hapo hai. Tuone. Bwana Yesu tunashukuru sana sababu ya kifo yako. Baada ya kukufa, baada ya mateso yote ambayo ulipata, tumeona hiyo mateso yote ni kwa sababu ya dhambi zetu. Ulipeleka ulikufa. Lakini hata hivyo hakuchinda na kifo, wewe ulinishinda kifo, ukafufuka, sasa uko hai. Na sasa Bwana, endelea kutusaidia sisi kama waamini wa kanisa. Utuokoe, tusalie imara. Hata wakati tuna changamoto ya kuingia katika majaribu. Bwana, wewe endelea kusimamisha sisi ili tuweze kusimama imara. Bwana, asante, tunakushukuru na tunasema asante. Kwa jina la Yesu Kristo aliye na mwokozi wetu. Amen. Sawa, asante sana Bishop. Acha Mungu azidi kuhudumia katika huduma. Asante sana. Ndani ndio tumesonga lakini kwa ajili ya baraka ya Mungu. Tunashukuru kwa hiyo. Sasa ni wakati wa announcements. Tangazaji kama ako tayari. Bwana sifiwe kanisa. Bwana asifiwe. Karibuni kwa matangazo ya tarehe 20 mwezi wa 4 2025. Tangazo la kwanza, kuna wageni wale pamoja na sisi leo. Ya kwanza, wageni. Asante mwenyeji ndio wako mbariki sana. Tangazo pili, darasa la battalion naarifiwa kwamba ndio wanataka wote waje kwa madarasa yao ya kawaida waje na 100 kila mwanafunzi. Battalion class naarifiwa kwamba on Monday tukana wawe wafika darasa yao na kila mtoto aje na 100. Sasa 4, tangazo la 3, youth rally itakuwa tarehe 25 mwezi wa 4 2025. Kwa hivyo vijana kila mmoja anahitajika aje na 100 siku 25. Tangazo la 4, taarifiwa sisi kama washiriki professionals kwa commitment ya 500 na 200. Bado tunajua tutoe 500 200 support ile kasi ya area. Tangazo lingine kwamba nikushukuru washiriki wote wale walikwenda Chogyo kwa mazishi ya Dina baada ya Evelyn Wanop. Washiriki wote tunashukuru shukrani kwa kutoa pia kufika kule jana mazishi kwa nzuri kama vile tuliambiwa na Bishop. Mungu abariki wewe wao kujitoa. Program ya next week baada ya Kiswahili sitakuwa Reverend na Kain, program itakuwa Mr. Amos Peter. Matukana speaker itakuwa Esther Yamoni. Sunday school teachers kwanza itakuwa Priscilla Yamoni, Tesra Bicom na Rachel Rose. Maombi ya wanaume itakuwa kwa Mr. Mrs. Dr. Daniel Lingola. Wednesday speaker itakuwa ni Mzee Nakon. Barua imeandikiwa imetoka Lopori, AIC Lopori LCC Development Committee. Imeandikia AIC Limani LCC. Request for church construction support. Wanaomba mabati 15. Zile ya kawaida hizi. Hii ni special. Naomba kila moja ni kila bati 3. Kwa hivyo total yote ni 45,000. Hii imetoka AIC Lopori kwa support.
ya mabati 15 na yote total ya pesa ni 45,000. Ai 15 ni 6 hizo pesa hiyo imefika. Unaomba tu kwa sababu ya kazi Mungu. Tangazo lingine ni kadi ambayo watu wengi in special nataka bishop aje asikutangaza. Bishop Bwana asifiwe kanisa. Si kwamba yuko na kila kutangaza kadi, lakini nimesimama kwa sababu nitaongeza huyo kutangaza hii kadi. Hii kadi ni ya IT Imani ametangaziwa kwamba tarehe 10 mwezi wa 5 tutakuwa na harusi kati ya na nani? Na Cindy. So, unafahamu? Unajua hawa? Sasa hawa wameandika IC Imani ya kwamba harusi yao itakuwa tarehe 10 mwezi wa 5. Ukitaka imebaki ndio wacha niseme ile nitasema kuhusu harusi. Lakini kiongozi wa mama mimi naamini kwamba karibuni ataongea na mama. Na pia wazee tulisema kwamba wazee ile takatifu ya ile haikutosha. Na ndipo baadaye tukasema kwamba lazima keti anaangalia mambo hiyo. Hii maana mengine hatuko mbaya. Hata jana tumepeleka kuzi nyingine. Jana ila kwa ndio sasa wanaume. Na jana kuzi nikiwa yuko za bibi ya usiku. Sababu tuweka session. So imebaki msikiti ambaye tumeweka mpango. Sasa hiyo maneno tunakatia kanisa sio mambo ya muziki. Tunakatia kanisa ya kwamba hiyo siku ya harusi nini inafanyika kanisa. Sasa mambo ya mavazi haiko hapo. Wenyewe wajue vile wanafanya. Lakini nataka siku ya harusi nini? Saa ile ilitangaza ibada ya kwanza kuna msichana mmoja alisema ni mchele. Hiyo msichana yuko hapa. Alisema ni nini? Kwa haraka na sasa inasimama. Sasa siku hiyo tunasema kiongozi wa mama na mzee mjane katika wazee kaka inabaki ukimbili. Sasa mama kama ni maneno ya kuongea, unajua kwamba ni ukimbili inafanya nini? Imebaki sisi mabili inakwenda 20 ngapi na sasa alafu inakuja tarehe 4. Sasa kuanzia tarehe 5 sisi mada hiyo. Kununua mjane, alafu kununua mjane, si ndio? Basi nataka nikaribishe Nancy hapo na report mfupi kuhusu safari yao. Ile tutume pale. So nataka kuja atoe hiyo report na ni nzuri kanisa msikie kwa makini. Kwa sababu mara kutuma huko kwamba wakikuja watakuja na mambo fulani. Na wakikuja na mambo fulani lazima kwa watu kwenda kutafuta msichana au mkipewa msichana unasema tunakataa. So hii report lazima kuna mambo yatatolewa ambayo lazima tufanye. Karibu. Asante sana Bishop. Bwana asifiwe. Kwa geni ninaitwa Nasinyanga. Nimeokoka Kristo Bwana. Mimi ndio ninasimamia Sunday School kama kiongozi ya walimu ambao wanafundisha Sunday School. Mlitutuma kama kanisa tulienda kutembea SC Fellowship Eldoret kwa siku 4 tarehe 28 hadi tarehe 31. Tulikuwa na safari njema, tulisafiri salama kwa walimu 11. Ilikuwa tukiwa walimu 12 lakini mmoja wetu alikuwa na mzaa na pia mwingine ambaye tungeenda na yeye alikuwa msaidizi kanisani. So tuongeza kwenda yeye. Tulienda huko Bishop kwa uongozi wake. Alikuwa ameshaongea na wale wa pastor wa reference. Waliturisifu tulikuwa na wakati mwema, tulikuwa na wakati mzuri. So yale ambayo tuliyapata tu kutoka huko ni kwamba kanisa hilo liko na a well established Sunday school. Sasa ni kama shule yao. Wako na nyumba ambayo iko na orofa mbili, ya. Na yote ni Sunday school. Iko na wing A na wing B. So wao wako na watoto 1200 wakati wa shule. Na wakati wa shule wanafika 1600. Lakini sisi hapa watoto wetu wanakuanga 170. Wakati tunaweka activity tunapata watu wengi kutoka nje, tunapata watu 200. Wakati tunaweka PS, tunapata watu wanafika 200. Na sio watoto kwa sababu tunakatibu, kwa sababu hawaleta watoto wa Sunday school. So si kwamba sisi ni wachache sana ile wengi wetu hatujaoa wingi sana wa kuleta watoto wa Sunday school. So Sunday school ya AIC Fellowship iko na walimu 77. Sisi hapa tuko na walimu 15. Bwana asifiwe. Asifiwe. Okay. So watoto wa AIC Fellowship wako distributed into grades. Wao wame integrate classes ya Sunday school imechukuliwa kama CBC. Lakini ukiona hapa sisi tunakuanga na classes mbili tu. Mimi nachukuanga class 4 kwenda juu, alafu wengine wale class 3 kwenda chini wanabaki kwa hiyo darasa lingine. Lakini tulikuwa tulirealize kwamba kumbe kuna watoto huwa tunawapoteza kwa katikati kulingana na mafundisho, kiwango ya mafundisho ambayo wanataka kupata. So wao wako na classes kulingana na CBC. So this is the composition of their classes. Wako na 1 to 3 years wanaitwa Sweet Angels. Watoto kuanzia mwaka 1 mpaka 3 wanaitwa Sweet Angels na wako na darasa yao. Hiyo darasa yao ni darasa ya kucheza tu. So kuliko wazazi kukaa na watoto kanisa kusumbuana, wanapelekwa kwa hiyo darasa. Na ni mahali tu pametandikwa mats, so wako na play toys. So mzazi akikuja anapeleka tu mtoto kwa darasa lao na kuna walimu wanangoja watoto huko. So first class yao ni 1 to 3 years wanaitwa Sweet Angels. Their second class inaitwa baby class 4 to 5 years. Miaka 4 na miaka 5 wanaitwa baby class PP1 and PP2. Bwana asifiwe. Grade 3 na 4 wako na darasa lao, alafu grade 5 na 6 wako na darasa lao, grade 7 na 8 wako na darasa lao. Bwana asifiwe. Na unajua class moja inaweza kuwa split into 2 kulingana na namba ya watoto. So we learned a lot. Kuna teens class. Kuna teens class. Na teens class wako na kanisa lao linaitwa Junior Church. Na Bishop, hapo ndio mahali sisi tunaanzia. Hapo ndio tamaa yetu imekuwa. Hata tukipushwa kwamba tunataka kwenda form, tulikuwa tunaona kama kuna watu tunaopoteza. Kwa mara nyingi hata tukianza mahubiri, other than baridi leo, kuna watoto wetu huko nyuma uona, they get lost and they move out. Wanataka hapo nje wakiongoja wazazi waende nao nyumbani. So they have a junior church. Junior church ni all high schools, form 1 to form 4. Wakikuja tu hapa
wanaenda hata waingia hapa, wanaenda kwa kanisa lao. Wako na walimu, wako na pastor, wako na mzee wa kanisa. So unapata wako hapa na wazazi. Kwa sababu kuna wakati hata mafundisho mengine hapa wanasikia aibu kwa sababu wanaona mama kwa hapo, dada kwa hapo. So kuna hiyo inaitwa junior church. Na hiyo sisi tuliwa promise huko kwa sababu watakuja kututembelea. Tuliambia wao bishop hata tusipoanza kitu kingine, sisi tutaanzisha junior church. Hao watoto wetu tu vile wako huko, wakikuja tu wanaingia kwa kanisa lao. Bwana sifiwe. So other things to note, zile vitu ambazo tulinote huko, AIC Fellowship conducts induction of teachers per CBC program. So mimi sio mwalimu, mimi ni daktari. Lakini kanisa inanipangia kufundishwa kama mwalimu. Ili nikiando la watoto ni handle kama Madam Esther, kwa sababu yeye ni mwalimu. So ili nisiende huko na udaktari. Ama askari anaweza kuwa askari, lakini kama tuko na walimu tofauti. Lakini sisi wote tunatakana kuembrace ualimu. So wewe, uongozi wa kanisa inatusaidia sisi kujifunza kuwa walimu. Kwa sababu si kila mtu anaweza fundisha. So teaching aids and materials for learners, for them, they are prepared locally. They make their own materials. And they have one of the, it's called Dr. Somebody. Ndiye anasaidia kuhakikisha materials ya watoto inatengenezwa. Lakini kwa sababu sisi hatutatengeneza bishop, mara nyingi tumeng'ang'ana kukaa bila materials ya kufundisha watoto. Paka unaenda na topic yako, mwingine kesho anaenda na topic yake, hakuna kubuild kwa teachings. So hizi madarasa other than teens, kwa sababu junior church bishop kenye mnafundisha hapa ndio speaker wa junior church atafundisha. Lakini hii madarasa ingine lazima kuwe na vitabu ambavyo watafundisha navyo. So mali sisi tumekuwa tukilegea kabisa, hatujakuwa na vitabu ya kufundisha Sunday school. Tumekuwa tukibahatisha tu na hao watoto. Lakini tuliweka urafiki nao, hata tuko na WhatsApp, tutakuwa tunaomba materials. Lakini tunaomba kanisa. Na hata sisi tunasema sisi hatukuweka mpango. Tuwapea kwamba tunaomba mtununulie vitabu. That will be our action point. Kwamba tutakuwa tunaandika kwamba kanisa itununulie vitabu. Lakini tushapata mahali vitabu tunaweza nunua hata outside kanisa lao. Kuna mahali hapo Eldoret tunaweza nunua vitabu. So vitabu materials ni kitu ambayo tulipata, wao wako na varieties ya materials ya kufundisha watoto. So team building was organized for learners and teachers, and it is captured in their program. Program inajua tu, kwa program ya kanisa inajua kuna wakati ya team building ya walimu wa Sunday school na watoto wanaenda tu mahali nje ya kanisa. Yeah. So teachers and learners plan and conduct missions by visiting orphanages. Na pia tulirealize hiyo wanakapta kwa work plan yao. Alafu kanisa inaweka budget ya kwamba wanajua next August Sunday school na walimu wao wataenda kutembelea watoto fulani mahali ambao wako na mahitaji, ama wanaenda kutembelea kanisa fulani ambayo iko na mahitaji. A report of lessons conducted is provided every Sunday after service. Sisi tukimaliza kufundisha tunatoa report kwa kanisa jinsi ambavyo classes zetu zilikuwa. So hivyo ndio wao walifanya na tuliona mambo mazuri ya kuiga. Each class has a teacher who is a class teacher. So hiyo ni kile kitu sisi tutaanzisha kama walimu. Baada ya kugawa classes tutajua nani ndio class teacher wa darasa gani. So hiyo ni yetu sisi tutafanya kama walimu, na chini pia ya uongozi ya Pastor Mary na tuko pia na Pastor Jora. So tuta-assign kila darasa mwalimu. Parents visit Sunday school once in a while to learn their challenges. Walimu hata tulishanga Sunday, wazazi wanakuja wanapangana mahali wakiongoja watoto. Kumbe kuna wakati wazazi hawatakani kufika huko, wanaongoja kuletea watoto mahali wamesimama. Lakini kuna wakati wazazi wanafunguliwa, wanaruhusiwa kuingia Sunday school, kwenda kukaa na kuona ile watoto wanafundishwa na kulearn kama kuna challenges. So for us that was a learning point, because at times mnatupea watoto amjui tunafundisha nini. Baada ya ibada unachukua mtoto wako unaenda hata muulizi kama amejifunza kitu. So unapata wewe mzazi una bro mtoto anaenda hivi because wewe au track kile ambacho mtoto anafundishwa. So ukituletea mtoto taka pia kujua mtoto anafundishwa nini. Bwana asifiwe. One LCC elder is attached to Sunday school. So bishop huyo LCC elder yatakuwa link. Kama kuna maneno inahitajika iletwe kwako, analeta. So huko wako na LCC elder na wako na pastor ambaye anasimamia Sunday school.
In fact huko reverend sio pastor, si ndio? Kwa sababu ya Lord's Table. Realize Lord's Table ya junior church ile hapa. Wakati hapa Lord's Table inaendelea, bishop mwingine atakuwa kwetu, ama utakuwa wanze na ibada ya junior, wale wanini wamebatizwa na wapea nini, alafu unakuja hapa. So tuliona kila kitu yao, lakini ambatana kabisa exactly na hii kanisa, lakini sasa wako kwa environment yao peke yao. So elder wako oversee vile Sunday school inaendelea, na referent ama pastor ambaye atasimamia Sunday school. So ambaye pengine sisi hatuja ifanya maybe iwe pronounced. So hiyo ndio kitu moja ambaye sisi tutaomba. So bishop, sisi kama walimu tunapanga kuweka classes zetu, haitakuwa standard kama yao. Sisi tutapanga PP1 mpaka grade 2 watakuwa wa first class, na tutasaini mwalimu. Grade 3 na grade 5 itakuwa class ya pili, tutasaini walimu wao. Grade 6 mpaka grade 9 watakuwa class yetu ya 3, na tutasaini walimu wao. Junior church, na Mungu akipenda, kwa ruhusa yako bishop, sisi tungependa kuanza na youth kabla hawajafunga shule, ili wakirudi, wale ambao hawako hapa wakirudi wajue tutakuwa tumetengeneza klasi yao. There is a way wamepanga, there is a way program yao ina run. I run kama hii yetu, lakini teachings is the same. Lakini kuna nini yao iko so involving mpaka wakati wa speaker. So kuna vile tu tulifundishwa jinsi ya kurun program ya teens. So hiyo junior church ambaye ni form 1 mpaka form 4, kwa age ni 13 to 19 years. So hiyo pia sisi itakuwa class yetu. So tutakuwa na 4 classes instead ya 3 classes kwa ruhusa ya kanisa. Na kwa tunaomba kama tunaweza tumia tu facilities zenye ziko hapa, kwa sababu hatutasema tu hatuwezi kwa sababu ya hatuna nyumba ama nini, lakini kwa sababu watoto wetu ni wachache, tulikuwa tusha identify ile manyumba kwa around tutatumia ili tu watoto wapate mafundisho kulingana na ages zao. Kuna vitabu tulipata, na kama kuna zile haziko, lakini bado tunafuatilia kuhakikisha tumepata. Bwana asifiwe. So we recommend that the church, wazazi pamoja na uongozi wa kanisa, kama mnaweza tusaidia kutengeneza sweet angels. Kama mnaweza kutusaidia kutengeneza room moja iwe ya sweet angels, that is maths na hizo vitu za kuchezea. Pia bishop tatusaidia kwa uongozi wako ku-identify pastor na elder ambaye atasimamia Sunday school. Bwana asifiwe. Walimu ambao walienda huko, nitaomba tu wasimame wasalimie kanisa kabla mimi nipeane shukrani zetu kama Sunday school teachers. Walimu ambao tulienda nao, simameni. Yeah. So tulienda wale wako, tulienda Mrs. Nyanga, Esther Moni, Jennifer Emathe, Amos Oyo, Mrs. Kitur, Priscilla Imoni, Pastor Mary Dominic, Christian Kolyo, Tisrajikon, Faith Nawose, and Rebecca Kinyonge. Hao ndio walimu walienda. So bishop, mimi ningependa kushukuru kwa niaba ya Sunday school, uongozi wa kanisa na uongozi wako, kwa mara ya kwanza kutupa nafasi kwenda kuona kile ambacho kinaendelea kwa nchi nyingine ama area zingine. We got challenge at sisi saizi mafundisho yetu imechange. Last week hii class ya grade 4 to 8 walikuwa na debate. Walidebate hapo. Na wenyewe ndio walichagua topic. Kumbe I realized ndani yao kuna mtoto wa Eldoret. Kaona mtoto wako vocal. Wakati ndimuliza akasema yeye ni mtoto wa AIC fellowship, na yeye alitoa topic ya discussion. Wakasema technology has done more harm than good. Na wakagawana, wengine wakaenda hivi, wengine wakaenda hivi. And you could pick a lot from their discussions. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na unajua wakati wenyewe wanaongeleshana, hata sisi tuliattend classes huko, kulikuwa na discussions, kulikuwa na debates. Sisi tulikuwa tumekaa tu tukiona watoto wakidebate. Na hiyo inafungua pia akili ya watoto, inawasaidia kuwa na uwezo wa kuweza kujiexpress. So sisi tunashukuru sana uongozi wa kanisa, tunashukuru sana 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 kwa kufinya budget na kuruhusu sisi kwenda kujifunza. Ningependa pia in a special way kushukuru individuals. Ningependa kushukuru Henry Moni, sijamuona Henry Moni, Charles Nyanga, walitupea gari. Tulikuwa tutakana kwenda by road, lakini tukasema sisi mimi na Priscilla tuko hapo, so tukachukua advantage ya kwamba mimi na vile naenda kuongea na Charles, kuna vile la handle Henry, na tukapewa gari. Si mtupigie makofi. So tulipata gari mbili, na wazee Amos Kibet, Engineer Tum, Thomas Esnyen, Dr. Ingolan, Mr. Godfrey Akolong walitusaidia kufuel hizo magari. Mungu awabariki sana sana sana. Na ningependa in a special way kushukuru Mr. Emathe, Honorable Emathe na familia yake. Walituhost kwa hiyo masiku yote,
na siku ya mwisho Major England akatuhost. Mungu awabariki sana. So sisi bishop tulisema tutarudisha mkono, kwa sababu sisi wote, sisi ni Waturkana na Wakale sijui na kina nani, tukasema sisi hatutembeangi hivyo. Tukienda kusema kanisa asante, lazima pia tupeane mkono kwa kanisa ili tupate blessings ya kanisa kurun classes vile inatakikana. Saa hizi tuko chonjo kabisa bishop, tuko chonjo kabisa, na mkipata wakati mnaweza ingia, mmoja anaweza ingia kwa classes zetu na kuona kile ambacho sisi tumepanga. So pokea zawadi kutoka kwa walimu wa Sunday School. Tulisema sisi hatutarudi mkono mtupu, so sisi tumeletea kanisa hii, so bishop tutapokea. Mungu awabariki sana. So umesikia hiyo report na unajua sasa tunawashukuru sana kanisa. Sisi ndio tuliwatuma, tuliongea, ibaki wasee waliongea. Mimi nilikuwa nasumbuka sana kila wakati. Kuna vitu viwili mimi nilikuwa naongea sana. Na moja baada hatujafanya ya praise and worship. Hiyo na watu ya media. Hiyo ni mambo mengine ambayo tutafanya. Tunataka pia tuwe kama watu wengine, si ndio? Ingawa mimi nilienda kwa wazungu, mimi nikapata sisi tuko na number 1 hata kwa wazungu. Bila tunafanya mambo yetu haiko tofauti. Hata Nanzi amesema maneno yetu yao ya IC fellowship sio tofauti sana. Na mimi najua sio tofauti. Kwa sababu kabla hizi tumeweka mambo yetu, ni ile changamoto tu ya resources ile sisi hatuna, lakini hiyo resources tutapata hapa ndani. Bwana asifiwe. Nanzi, kuanzia Jumapili kazi yangu na Jaram tukahakikisha tumetengeneza hizi madarasa, tunatafuta watu ya kupaka hiyo madarasa yote itatengenezwa. So wewe utakuja na kalamu useme hii darasa gani, hii darasa gani na hii darasa gani. Hiyo maneno itafanyika. Na hiyo mambo ya junior church ni wengi hapa, hata ndio wengi. Hiyo watu ndio wengi kwa hii kanisa. So kuanzia Jumapili ijayo sisi tutabaki tu, hata kama tutakuwa watu 10 hapa ndani, lakini junior church itaenda. Sababu gani tunafanya hivyo? Kanisa, watoto wetu wanaanza kupotea. Watoto wetu wameanza kuingia katika mafundisho. Watoto wetu wameanza kuonewa, wanaume na wanaume, wanawake na wanawake. Nyinyi hii mambo inafanyika tu. Na tengine hata ndani ya kanisa hiyo mambo iko. So ni lazima watoto wetu wafundishwe. Na pia watoto ukienda kwa mwizi ni hapa. Kwa hiyo nini? Watoto wetu watokana ndio imejaa. Kwa sababu gani? Huko amechikwa na mafundisho. Sasa sisi pia lazima tushike kanisa letu kwa mafundisho. Kwa hivyo Nancy, hii hakuna maswali. Hii mambo ya wazee hapa tumetueni wazee wengi. Sasa hiyo maneno tutapatia wewe. Banzia ukiujao utajua nani atakuwa pasa. Hata mimi naweza kuwa pasa ya Sunday School. So haina shida. Na wazee wako hapa watasaidia. Hata mimi kwa niaba ya walimu wa Sunday School nataka kuwashukuru wale walisaidia kusupport walimu. Na kanisa sasa naona ni mzuri ya kanisa kuwa na watu ambao wako na uwezo fulani. Sasa unaona msichana yetu, hii ni msichana yetu. Anaenda anafanyia na nyanga na yeye anambereza. Mpaka nyanga anapeana nini? Gari. Alafu huyu msichana mwingine akaanza kwa anaenda anambereza Henry. Wanajua Henry yako na ndevu. Anaenda anachikachika ndevu. Mpaka Henry anafanya nini? Anakubali gari iende. So Bwana awabariki sana wasichana yetu. Na ukikenya hao wazee
Mjikenya wazee msiwache muendelee kumbeleza na wale wengine. Muendelee kumbeleza wazee. Hata mimi nimesema asante. Siji kanisa. Hiyo ripoti iko sawa ama iko mbaya? Asanteni. So nataka nipatie ndugu yangu Moru. Nafasi amekuwa nje. Kama huyu sio Moru. Amekuwa nje karibu wiki 2 3. Nataka nimpatie nafasi asalamie kanisa. Wacha nikonde. Nancy. Huyu jamaa tangu kusema tutaanza kuita yeye Pastor Moru. Tunajua yeye ni daktari lakini tutaanza kuita nani? Pastor Moru. Atasaidia sehemu nyingine. Kanisa Bwana asifiwe. Mimi naitwa David Moru. Karibu wiki 3 nilisija kuwa moja nanyi. Mwezi wa 4, mwezi wa 8 jana na mali wanaendanga sehemu za Machakos. So nataka nishukuru Mungu. Juzi nilipewa salamu zenu. Mimi nasoma na bishops. I am the only non-pastor. So wale watu wengine ni my reference. So ikifika Easter hata shule inaelewa kwamba lazima waende kanisa. So wakati wa Easter tukaambiwa kila mtu arudi kanisa. So walituma na salamu. Mungu wabariki. Mimi nasoma Scott Christian University. So ninajaribu kujipanga kidogo. Nikitaka sana nikitamani kuenda na Mungu. So ndio huko ndio mali niko. So nikikosa ndio tunaenda huko. Mungu awabariki sana. Ninaendanga kanisa la IC Bomani. IC Bomani wako mbele. Hata Eldoret Fellowship. Na Mungu akitusaidia pengine pia tutapeleka tena wengine. Those ones are more established, mambo ya battalion, mambo ya wheels, mambo yote. They are running their programs. Wako na madarasa sijui karibu 9. Na kila Sunday school imejengwa. So pengine Mungu akitusaidia tutaenda pia Bomani ili tuweze kusomea pia kutoka Bomani. Na nafikiri bishop ni mtindo mzuri. Tukienda benchmarking hata zio wakati mwingine tutatuma kama wazee. Twende benchmarking mahali. Na tutasoma mambo mengi sana ambayo yanaweza kutusaidia kama kanisa. Mungu awabariki sana na Mungu awasaidie. Asante. Sinaona Moru tena anasema kumbe ulituma nyinyi mali iko chini zaidi. Sasa Dr. Moru anasema IC Fellowship iko chini. Anasema mjaribu tena mtume wapi? Kwa maana. Na ni kweli hizi ndio makanisa yetu. Hataki kwenda kwa watu wengine. Kwa sababu sisi tuko na makanisa yetu. Na hivi karibuni tutatuma wazee wengine na wamama na kwaya waende IC Tanzania. Kwenda kushiriki kwa kanisa watu 2500. Kanisa safari moja. Sio mtakuwa tunafanya kitu. Kanisa hiyo ndio sababu nani Amusi anasimama hapa. Akaambia kanisa ile kitu itatusaidia kuhakikisha ya kwamba tutakuwa nzuri. Kwa hiyo Wakristo wale ambao Mungu amewabariki vijana wetu, wale ambao Mungu amewabariki. Mimi najua wakati ya hii county government, wakati ya kina Moses Erusi, waniwasaidia vijana wengi wanisaidia. Tuzi wakati ya kina Esther, hata hii wakati ya kina Nimzuru kwa tamba hii wakati ya kina Daktari Imala. Kuna vijana wengi wetu wamebahatika amepata kazi. Na tuoni kama mnahusika kule kifungu la 10. Sasa mnasaidiwa nini? Ile kitu tutafanya Sunday moja, tutapanga Sunday moja. Wacha kwa kifungu la 10 aturuhusie maombi. Ile maombi tulikuwa tukiomba hawa hata shule amepata kazi na wamekataa kuingia kanisa, warudishe nini? Maombi tufungia wapi? Ofisi. Asante sana, Bwana abariki. Asante sana kwa kipindi hicho. Sijui maombi narudishwa aje ndio swali. Anyway, nadhani tumekaribia kufika mwisho. Nadhani hata tumefika mwisho. Maana chenye itafuata tu ni kufunga. Na sijui kama utumishi iko tayari kutupatia wimbo mmoja. Naambiwa kuna wageni na sasa zile walikuja nyuma baadaye. Kuna wageni pengine wao ndio kwanza kushiriki na sisi. Unaweza inuka. Unaweza simama mahali niko. Tunatambua uwepo wa wageni kama wako. Asante sana. Karibuni sana. Pigeni makofi na mwakaribishe. Yule ambaye ako karibu mtamsalimia, alafu baadaye ofisi ya mchungaji iko mahali pale. Utaenda pale alafu tujue kama utakuwa na sisi ama utaendelea. Na pengine kama utakuwa na sisi tutapeleka salamu, na kama utaendelea kushiriki na sisi mnakaribishwa. Bishop ameomba kwa vile nyinyi ni wachache mnaweza kusalamia. So mnaweza simama tena tuwaone alafu mtupe salamu. Tafadhali. Kujeni hapa mbele. Nimesemekana mje mbele. Tafadhali. Naomba mkuje hapa mbele. Kujeni hivyo.
looks like a big team. Sasa sijui nani ataanzisha. Jambo kanisa. Sisi ni familia moja. Mama na watoto. Tulikuwa tumekuja kutembelea sister yetu na brother yetu wanakaa hapa Lodwar. Wale Derek and hapa hawakuje. Kama ndio yule wa mwisho anaishi Lodwar na bwana yake ndio huyo Derek. Tunashiriki kanisa ya AIC Fellowship vile mmesema. We are from Eldoret. Na kuna wenye wametoka kanisa AIC Annex na AIC Band Forest yenye inaitwa Koriomat. So sisi ni familia moja, tulikuwa tumekuja kutembea Lodwar. Wacha nipe mam nafasi aongee. Amjambo wapendwa. Hi ladies. Wale wanaye nywele nyeupe kama mimi, hi. Nawapenda sana. Vile mmeambiwa na huyo mrembo, ninatoka kanisa la Koriomat, Band Forest. Yote tunakuja fellowship. Vile mmesema kuhusu fellowship, nikafanya sisi tukasikia ni vizuri tutambulishe. Tumekuja kweli tukiwa jamii. Vile unawaona watoto pamoja na wachukuu. Nimebarikiwa na watoto na wachukuu. Tukaona ni vyema tuwatembelee wenye wamekuja kuishi na nyinyi. Tulitamani sana kukuja sehemu hii. Na hakika Mungu ametujalia tumefika. Baba yao alikuja sometimes back. Akatwambia na mwende Milimani Church. Usikose kwenda kanisani na mwende hapa. So tumekuja tukitafuta lili kanisa na tumefika. Tujikase kwa mwenendo ya kwenda kwa Mungu. Usikue mnatafuta kanisa, tafuta Yesu. Tafuta Mungu. Tafuta yule alifufuka. Atatupeleka nyumbani kwa Baba. Kama hujui Yesu, hutamjua Baba. Inasema hivyo. So tutafute huyu Yesu, atupeleke kwa Baba ili tupate kupona. Wale wanaye nywele nyeupe bado mnatafuta nini? Tutafute huyu Yesu. Ubarikiwe sana. Asante sana. Asante sana. Watu wa fellowship. So karibuni mara nyingine. Alafu leo the unique thing ni kwamba hiyo environment ya Eldoret na weather yake yote imeshuka Lodwar. So ni baraka ya Mwenyezi Mungu na tunashukuru. So tumishi, simkuja haraka. Jani muimbe. So kwa wageni mimi naitwa Joseph Alukulem. Mimi ni mzee wa kanisa hili kwa wageni. So mimi nilikuwa kwa mawazo yangu nilikuwa nataka Daktari Murwa kuja aombe kwa kufunga ibada, lakini kwa vile aliongea, acha nitampatia Daktari England akuje aombe na afunge, alafu utumishi wa kimba wimbo wa kwanza, wimbo wa pili tutatoa sadaka zetu tukienda. So Mungu abariki sana. Bwana asifiwe. Acha tuombe. Mungu unayeishi milele. Siku leo Mungu umetuwezesha tukafika mahali hapa. Tubariki na mvua. Tubariki na uhai. Tubariki na watoto. Tubariki na mambo mengi mpaka fedha na kila kitu. Nasema asante kwa yote. Tunapomaliza ibada ulituongoza tulipoanza na tumeendelea. Na tunapomaliza tunasema asante kwa sababu umetuwezesha. Yale ambao tutaenda kutoa tunaomba utongoze Mungu na utuongezee. Wale ambao watakuwa kutoa Mungu najua kwamba kesho yake watatoa. Mungu utaongoza kwa yale ambao watakuwa wakifanya wiki na hata siku zingine. Nasema asante Mungu kwa wale ambao hawajafika pia kwa kanisa siku ya leo. Kwa sababu ya baraka yako Mungu unajua kwamba umepata mafunzo kupitia mtandao. Na hivyo basi Mungu tunashukuru kwa hayo. Nasema asante tunapomaliza ibada uwe pamoja nasi katika siku ambazo ziko mbele yetu na utongoze. Na kesho yake pia utuwezeshe turudi mahali hapa tukurudishie shukrani. Naomba yote nipitia katika jina la Yesu aliye mkombozi. Alipelekwa Yesu machinjoni, kama kondoo Yesu alinyamaza.
That's what we do.
za kukimbia wokovu, aliteswa kwa ajili yangu na wewe, ili tupate msamaha yetu ya dhambi. Ametoa huyo Yesu ametuponya za kukimbia wokovu, aliteswa kwa ajili yangu na wewe, ili tupate msamaha yetu ya dhambi.